sumu ya kumuua huyu mtoto. Hii hapa. Kazi kwako mzee Kilua. Hakika umefanya kazi nzuri sana Naifat. Naifat. Sisi na binadamu nguvu yetu ilishashaga tangu karne ya 7. Kuwaua ili kujitengenezea uchafu mwilini mwako. Na kuanzia sasa huku kwenye falme za kichawi hatukuhitaji tena. Kaa huko kwenye ulimwengu wa nuru, kwa sababu mikono yako imejaa damu. Kwa sababu mikono yako imejaa damu. Kwa sababu mikono yako imejaa damu. Kwa hiyo lete kwanza hiyo sumu. Huyu dogo ana ushawishi mkubwa sana. Hakika hata ulimwengu wa giza anaogopeka. Ila mimi siogopi chochote. Fanya uite enzio. Kuna kitu nataka tujadili. Kuna nini? Hamna kitu. Kama Makagali yupo ni yeli niondoke zangu. Sasa unaondokaje? Kama ulichokifuata hapa hujakipata. Alafu, mbona kama una hasira namna hii? Mungu wangu, kijana anapanga. Mama. Kuna nini kinaenda kutokea Mungu wangu? Nini? Watu wangu linauma ghafla na kuacha ghafla. Au kwa kuwa sijapiga nyota ya sauti. Mwanangu itakuwa na shida huko tumboni. Mume wangu akirudi, nitaambia nipe hela niende hospitali. Wewe vipi? Na mbona unaoga milango ya watu kama chizi? Uko sawa? Una shida? Sweet yupo. Hivyo unajitambua kweli? Hii sio sheko iona hapo. Sawa, mimi ni kaka na Sweet. Naomba tutambuane basi. Wewe ni nani? Mimi ni shemeji yako. Nini wewe? Mimi na Sweet ni wapenzi. Aise. Wewe dogo. Nice, una roho ya mtu. Na kama una roho ya mtu, kuna kitu unakihitaji. Hebu jiachie basi. Oya, unamuita au muiti? Kwa sababu naweza nikaruka na wewe kivyo vyote vile, unisumbui yani. Nakuweza yani. Oya, nakuweza mwanangu. Au sio? Sasa ngoja nikuitie.
Bwana wako yupo wapi? Bwana wako yupo wapi? Nakuuliza wewe, bwana wako yupo wapi? Kaka, mimi huyu mtu wala simjui. Nenda tukaendelee majukumu yako. Niliamini atanipenda mimi ila kampenda mwingine. Sikuamini mapenzi na nini ama na nuksi pengine. Yeyote alohusika katika hili ni mali yangu. Nitamua yeye pamoja na vitukuu vyake kwa kuvichoma na kuvigeuza mafuta ya kupaka. Magomba mdogo wangu, shida nini? Magomba, na kuona mara zote tu mapanga, si nini? Nashinda kukuelewa. Ashakum sio matusi dada. Naomba nikuulize kitu kimoja. Na naomba unijibu kama inavyotakikana. Hivi mapenzi ni kitu gani? Mapenzi? Magomba, mbona unaniuliza swali gumu sana? Mimi hapa kuna mtu nimempenda, lakini yeye hanipendi hata kidogo. Nafanya kila kitu kwa sababu yake, lakini hajawahi kunielewa. Sasa wewe ni dada yangu, mtu ambaye nimekuzoea manununu. Ndio maana nimeamua nikuulize, labda unaweza ukafahamu. Okay, sawa. Ninapofahamu mimi Magomba mdogo wangu, mapenzi ni kitu kizito sana. Mapenzi haya yanakwenda kwa hisia. Hisia hizo ni za watu hawa wawili. Pindi wakutanapo, kama kweli wamependana, macho tu huwa yanaongea. Sijui wewe umekumbwa na lipi sasa kati hapo. Kama nilivyokuambia, kama mimi kuna mtu nimempenda, lakini yeye anielewi hata kidogo. Nafanya kila kitu kwa sababu yake. Si niongee nini, lakini huo ndio uhalisia ambao umenikumba. Pole sana mdogo wangu, ila ipo siku yataisha tu. Umeelewa? Sawa dada, asante sana. Nitafute, maana sasa hivi nataka nitoke. Nitafute kwa wakati ujao, nitakupa mengi zaidi. Asante sana, nashukuru. Sasa mimi nataka nitoke. Kama unataka kuingia ndani umsubiri rafiki yako, ingia ndani. Hapana, nitaenda nyumbani. Basi sawa. Vipi kuhusu kafara yako? Umeishia wapi? Nakusikiliza wewe mshirika wangu. Maana mpaka sasa hivi nimetoka kuangalia mtoto ni jinsia gani. Na baada ya kuangalia umegundua ni jinsia gani? Hapana mshirika. Sikufanikiwa kujua. Maana wakati nafanya uchunguzi ndipo wewe uliponiita. Jitahidi haraka kufanya hiyo kafara. Kwani hiyo kafara itakuwezesha kuwa na nguvu zaidi. Kama ulivyoagiza mshirika.
Sasha? Mzee Kilua. Ilikuwaje? Kwa sababu kwa taarifa tulizozipata wewe umeshakufa. Aliyoambia taarifa hizi ni nani? Ni Mama Somo. Ni kweli. Nilibanwa sana na wachawi fulani hivi wa ulimwengu wa giza, lakini sikufanikiwa kufa, bali niliigiza kama nimekufa. Naye Mama Somo amejuaje taarifa hizi? Maana mimi sikwenda naye. Alisema rafiki yake ndiye aliyekuona, kwani huyo rafiki yake ametokea huko kwenye falume za kichawi. Sawa, basi hiyo ndio hali halisi. Na vipi kuhusu nyumbani kwetu? Ndugu walifanya taratibu zote za mazishi, wakiamini kwamba umepotea kimila. Kama ni hivyo sawa, nitakaporudi nyumbani nafikiri hawatashangaa sana. Hakika. Hiki kikao kilikuwa ni kizito sana, lakini kwa dharura hii hapana, siko tayari kuendelea na kikao. Naomba leo iwe ni siku ya Sasha. Licha yote hayo mshirika, nilitegemea Malkia Naifat atakuwepo leo kwenye kikao. Ni moja ya sababu iliyosababisha niahirishe kikao hiki. Sijui amepata dharura gani. Naomba turudi nyumbani kwetu.